Ila kwa kweli niombe, yani nanyenyekea kabisa. Wale ambao mna kawitu fulani ka uchungaji jamani, tukahubiri kwa vijana mashuleni. Yani unajua wachungaji wachungaji wanadili na vijana ambao tayari wameshakuwa kuanzia miaka 24, 20, 25, 30 mpaka wanaume huko kuwabadilisha. Lakini nimekuja kugundua kwa utafiti mdogo ambao nimeufanya, observation research tunaita, nimegundua kwamba asilimia kubwa ya vijana tunaharibika tukiwa bado wadogo, mashuleni hasa. Kwa sababu umewahi kusoma kwenye civics kitu kinaitwa bad behavior. Causes moja hapo, point ya kwanza kwa nasema peer pressure au kwa maana nyingine unaweza kusema peer groups, yani vile vikundi vya umri unaolingana. Yani kuna ile mlikuwa mnaendaga mnashika ndoana, mnaenda kuvua samaki kipindi cha darasani, kale ka kikundi kale mlikuwa mna akili moja inayofanana, mnaenda mnashika mpira, mnaenda kucheza wote uwanjani, mapumziko mnakimbizana, kale ka umri kale kama miaka 12, 11, 13, 14, 15 tunaziita peer groups, peer pressure, ule umri ambao mnakuwa mnalingana. Kwa hiyo katika ule umri kila akili inakuwa inaingia, tufanye hiki, tujaribu hiki. Mtu anaweza kaja na wazo moja, wote mnaamua kulipokea kwa sababu hakuna anayeamini kwamba hiki kitu ni sahihi ama sio sahihi. Mwingine akiona huyu amefanya, naye anataka afanye. Huyu akiona amefanya, naye anataka afanye. Kwa hiyo katika umri ule unakuta mtoto ameshajazwa mambo mengi. Umri unaenda. Biblia inasema kwamba dhambi ikisha komaa inazaa. Kwa hiyo mtu anapokuwa na umri unaenda na dhambi pia inaenda inakuwa. Sababu na yeye pia anakuwa. Kama yalikuwa ni mawazo ya uzinzi na nini, yanakuwa anaanza kupanua mipaka. Kama alikuwa ana demu moja, anaongeza demu nyingine. Alikuwa na demu wawili, anaongeza mademu wengine. Umeona? Kwa hiyo anakuwa na maisha yake. Kwa hiyo katika umri ule wa udogo, tukiwatengeneza vijana kutokea kule chini, tunatengeneza kizazi bora. Tusidili na wao ambao tayari wameshakuwa, hao miaka 25, 26, 24. Hawa nguvu yao inaweza ikawa ni ya kuwakalisha chini kwamba bwana hivi na hivi tunafanya. Lakini huku chini kwenye mizizi, Biblia inasema kwamba msingi ukishaharibika, mwenye yake atafanya nini? Kwa hiyo watoto kishaharibika huku chini, utatumia nguvu gani kumbadilisha kisha kwa huko? Ndio hii inakuwahubiria watu kwamba okoka. Mtu ameshakuwa na miaka 24, 25, unakuja kumwambia Yesu Kristo, unamwambia ufunuo wa Yohana, wa Korinto, wa Galatia. Yani kama unamvuruga, yani kama unamwingizia mafaili hata yani hayaeleweki. Kwa nini? Tayari umri umeshaenda kupokea mambo mapya. Kwa hiyo unatumia nguvu kubwa kumhubiria Bwana iko hivi na hivi, lakini akishatoka huku chini tayari ana msingi mzuri. Kwa Sunday school amefundishwa hiki, Bwana, tulikuwa tunafundishwa kwamba usiniondolee upako, nimebeba chapeo ya Kristo. Tukiwa wadogo. Kumbuka mchungaji wa Mafadhili alikuwa anatufundisha hivyo, ametuaisha vifungu kweli, maombi ya masaa 24. Sisi tumeanzia kufunga maombi ya masaa 24 kwa Sunday school. Mnafungulia uji. Kwa hiyo yani mkishafunga maombi yale, sikujua tulikuwa tunaombea. Kiukweli sasa mimi kuniuliza tulikuwa tunaombea nini kipindi hicho, kwa kweli mimi nitakudanganya. Yani nitakudanganya kabisa, sijui nilikuwa naombeaga nini. Lakini sisi tulikuwa tunaamini, tunafunga na kuomba masaa 24. Kwa hiyo
Mimi sasa hizi kuniambia ufungwa masaa 24. Nakushangaa. Masaa 24 tu haya. Naambia tunaenda ina shida. Kwa hiyo kwa nini? Kwa sababu ya msingi ambao tumetoka nao kule chini. Kwa hiyo niombe kabisa, yani wewe una wito wa vijana, wito wa watoto, wito wa nini, wachungaji, yani tudili sana na vijana katika umri mdogo, kwa sababu tukidili nao katika umri mdogo tutasaidia huko chini. Mimi nimekuja na hii platform ya kutengeneza kizazi bora. Kizazi bora hatutengenezei huku juu. Nimepanga ni dili kote chini na juu. Wao ambao wameshatangulia wote tunalina, lakini pia na kuanzia huku chini. Tutengeneza akiwa bado mdogo, itatengeneza mazingira mazuri ya huko kesho, kwamba ataweza kusimama na kujisimamia mwenyewe. Hakuna kitakachomkwamisha. Kwa hiyo mimi nimekuja na platform hii ya Smart Generation. Mimi sina upako wa kichungaji. Yaani mimi sio mchungaji tuseme. Pastor, mchungaji. Labda Mungu atakuja kunitaga huko baadaye. Lakini mimi matamanio yangu ni kuona vijana wakisimama, wakifanya mambo yanayoonekana, wakimwishia Kristo, wakifanya matukio yanayoonekana, fungua makampuni, fungua makanisa, yani mabiashara nini na nini, unajua tena. Ndio kizazi ambacho mimi ninakitengeneza. Kwa kama sitaweza kutengeneza huku chini, kumtengeneza akiwa chini. Ndio maana unaonaga, hata nini, ile midori. Utakuta mtoto ana huko primary, tuko na huko tuseme sio utotoni. Kuna wale matoi yale unatengeneza majumba kutumia mabunzi ya mahindi. Unatengeneza gari kupitia nini? Vijiti na zile nini tuzite nylon, nylon, zile ebo au ndala tuseme. Unaichana unatengeneza kama tiles, unatengeneza kama gari la drive, unakuwa unaongoza. Kwa hiyo mtoto kama mtoto inabidi umtengenezee kutoka utotoni, kwamba bwana, hii gari hii hapa. Umetengeneza hata tablet za watoto. Mtu anatoka utotoni akiwa na akili kabisa kwamba hii technology, I am supposed to use this in my age. Umeona? Apewe gari, ndege, apewe kila kitu, apewe muziki, drums, afunge. Kwa hiyo ili kumtengeneza baadaye kuwa kijana mwenye kitu ambacho kina vitu, sio masuala ya mademu na nini. Kwa hiyo kimtengeneza mtoto katika umri huu kuwa bora, itakuwa bora zaidi. Usiache kusubscribe channel hii, comment na kushare. Pale ukiona inafaa, kuna mtu anaweza kubarikiwa, ana mtoto anaweza kubarikiwa, kijana anaweza kubarikiwa. Usahau comment, kushare na kushare. Mungu akubariki sana. Naitwa Gerald Jesse, Smart Generation founder. Asante.